Okay, habari. Katika hii biashara ambayo tunaifanya, unapokuwa aidha umepata mteja au tunazungumzia ni mtu labda wa fursa, unamuelezea biashara, ni muhimu sana kuwa na hivi vipeperushi, kwa sababu hivi vipeperushi vinamuonyesha mtu urahisi wa kuweza kupata wateja, kwa sababu hakuna mtu ambaye atashindwa kumpatia mtu mwingine kipeperushi kama hiki, ambapo unakuta kikawaida kipeperushi kinakuwa kina maelezo mazuri kabisa ambayo yapo ndani. Unaona, kinakuwa kina maelezo mazuri ya bidhaa zote, ambayo kiuhalisia ni kwamba huwezi wewe ukaelezea maelezo yote yaliyopo humu kwenye kipeperushi. Kwa mtu yeyote ambaye unafanya hii biashara, vipeperushi ni vya muhimu, hakikisha unakuwa navyo. Sasa hivi vipeperushi kuna sehemu za kugawa. Jambo la kwanza, mtu yeyote ambaye unamhudumia, mfano labda kuna mtu umemuuzia bidhaa, hakikisha unampatia na kipeperushi hata kimoja, kwa sababu anaweza kawa alinunua sabuni lakini pia akapenda bidhaa nyingine zilizopo humu. Sasa baada ya kununua bidhaa, unatakiwa umwambie kwamba kuna bidhaa nyingine nyingi ambazo tunazo, lakini sasa hii bidhaa ambayo umeichukua, maelezo yake na faida, inafanya pia kazi gani, utasoma humu. Kwa hiyo unampatia kipeperushi, lakini ni vizuri usimuonyeshe hiyo bidhaa iko sehemu gani. Kwa hiyo yeye wakati anatafuta ataanza kuitafuta ile bidhaa kwenye kipeperushi, wakati anatafuta atajikuta anasoma na bidhaa nyingine, hivyo inakuwa ni rahisi kuweza kutengeneza mteja ambaye atanunua bidhaa nyingine. Lakini pia jambo lingine ni kwamba hii peperushi unatakiwa umpatie mtu ambaye umemwelezea kuhusu afya lakini hajanunua bidhaa yoyote. Anakwambia labda nitakuja siku nyingine, unamwambia hakuna shida, lakini pia kuna hiki kipeperushi ambacho kina bidhaa zetu ambazo zimeelezewa vizuri na zimefafanuliwa vizuri zaidi, ambayo itakuwa rahisi kuweza kuelewa. Lakini pia kama una ndugu yako, unaweza ukawa sio wewe, akawa ni ndugu yako, kikaja kumsaidia. Kwa hiyo chukua hiki pia, utaenda ukajisomee vizuri, upitie bidhaa zetu. Kama utakuwa na swali lolote utaniuliza. Kwa hiyo unampatia kipeperushi. Lakini kuna mtu ambaye umekutana naye, labda ni mtu ambaye wa biashara, umemwelezea biashara ameipenda, lakini sasa unamwambia hichi kipeperushi kitakusaidia wewe kwenye kuweza kuuza, lakini pia kitakusaidia kuzijua bidhaa kiurahisi, kwa sababu kimeelezewa kiurahisi zaidi. Kwa hiyo hichi kipeperushi nakupatia, nenda kapitie, labda unaweza kumpa kazi kumpima pia userious, kapitie bidhaa labda hizi za mifupa na maungio, akapitie zeni, mtakapokutana next time akuelezee hizo bidhaa za mifupa na maungio. Hiyo itakuwa ni rahisi sana huyo mtu kumpima userious, lakini pia mwenyewe kuzijua biashara, yani hizi bidhaa, na kuelewa biashara kiurahisi zaidi. Lakini pia jambo lingine, unatakiwa hivi vipeperushi umpatie mtu ambaye sasa mfano hata hujamuelimisha, mmekutana labda ni mchungaji wako, ni shehe, sijui ni mtu yoyote ambaye yuko sehemu yoyote ile. Vipeperushi kuna watu ambao tunawapa. Kijana kama mimi, usinipatie kipeperushi kwa lengo la kununua bidhaa, lakini kijana kama mimi mara nyingi huwa tunahitaji kazi, tunataka pesa. Kwa hiyo unaweza ukanishirikisha mimi kwa upande wa biashara, ukasema kwamba labda ukamsalimia mtu ukamwambia wewe unafanya kazi na kampuni ya Bright Future ambayo inatafuta vijana wa kufanya masoko na mauzo. Taasisi yetu ipo Tanzania nzima, mikoa mbalimbali. Taasisi inaitwa Bright Future, sio lazima ukamwambia BF Suma. Hii ni taasisi ambayo imejikita kwenye kufanya utafiti, uzalishaji na usambazaji wa bidhaa bora za afya. Kwa hiyo inajihusisha na mambo mawili ambapo ni afya na uchumi, lakini kwa sasa hivi tunatafuta vijana wa masoko na mauzo katika ofisi zetu zote nchi nzima, na tuna bidhaa aina zaidi ya 40. Na ukiangalia hapa kwenye hichi kipeperushi nilicho nacho, kina hizo bidhaa zimeelezewa na kazi ambazo zinafanya. Hizi ni bidhaa asilia ambazo si dawa, ni bidhaa ambazo zinaenda kumsaidia mtu kuweka afya yake vizuri. Kwa hiyo sio lazima mtu awe mgonjwa. Kwa hiyo kama utakuwa tayari kujielimisha, uone biashara hii kama itakufaa au haitakufaa, na kukaribisha ofisini kwetu ili uweze kuelekezwa namna biashara ilivyo na itakavyofanyika, kwa sababu kuna vitu vya kuona na kujielimisha. Kwa hiyo usimuelezee pale njiani, pale mtengenezee tu hamu ya kutaka kuijua biashara, then baada ya hapo ndio utampatia kipeperushi na hakikisha unachukua namba yake. Basi hiyo itakurahisishia huyo mtu kuja siku nyingine ofisini, umeona? Lakini pia unaweza kumwambia hicho kipeperushi anaweza akashare na ndugu yake akasoma, au akamuelezea bidhaa ndugu yake yeyote, kwa sababu bidhaa zilizopo anatumia mtu yeyote. Sasa kwa upande wa mtu ambaye umekutana na mtu mzima, ambaye labda tunazungumzia ni wale watu ambao mtu mzima anafahamika, ambaye labda ana miaka kuanzia 35, 30 na kuendelea, ambaye ana muonekano wa kiutu uzima, unatakiwa kumwambia kwamba unajitambulisha, labda mmeshasalimiana, utamwambia mimi naitwa Mr. Arnold Mdolo, nafanya kazi. Kwanza utamuomba hata dakika 2, unamwambia mimi naitwa Mr. Arnold Mdolo, nafanya kazi na taasisi ya Bright Future ambayo inahusika na masuala ya afya,
na kikawaida tunadili na bidhaa ambazo tunasema ni tibarishe au virutubisho ambavyo ni asilia kabisa, ambavyo havina kemikali wala havina madhara kiafya na vimethibitishwa. Kwa hiyo Tanzania nzima tuna ofisi zetu, lakini leo tumetoka, tuko mtaani, tunatoa elimu. Kikawaida huwa tunatoa elimu kupitia mitandao ya kijamii, lakini watu wengi mtandaoni wanakuwa busy, labda huenda wapate taarifa zetu, huenda hata wewe pia hujawahi kutuona mtandaoni. Lakini leo tumepata nafasi kuwa kwa mwezi tunatoka at least mara moja, tunakuja kutoa elimu mtaani, sasa katika magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza na pia kuhusiana na bidhaa zetu ambazo tunazo. Kwa hiyo bidhaa zilizopo katika kipeperushi hiki ni baadhi tu ya bidhaa ambazo tunazo ofisini kwetu. Bidhaa hizi ni bidhaa ambazo zina matokeo makubwa na tunashuhuda kwa watu wengi ambao wametumia, zimeweza kuwasaidia kwa sababu bidhaa hizi zinaenda kudili na chanzo cha tatizo. Kwa hiyo tunatibu magonjwa mengi sana, magonjwa kama sukari, pressure. Utataja labda magonjwa kadhaa, lakini pia unamwambia hizi bidhaa zinaenda kwenye mfumo. Kwa mfano kwenye mfumo wa uzazi kwa wanawake, uzazi kwa wanaume, lakini pia kwa matatizo ya mifupa na maungio, matatizo ya mfumo wa damu kama sukari, pressure, stroke, lakini pia matatizo ya ngozi, unaona, lakini pia matatizo tunazungumzia hapa labda ya uoni hafifu, mtu haoni, macho yanamsumbua. Utamuelezea hivyo na utamwambia basi hichi kipeperushi kinazielezea bidhaa zetu kwa undani zaidi. Kama utahitaji pia kufika ofisini kwetu, tuna ofisi nchi nzima, lakini wewe itategemea muda wote utakuwa wapi. Kama utakuwa hapa Dar es Salaam, uzuri ni kwamba hapa kuna namba yangu ambayo ni namba ya simu, kwa hiyo utanipigia kupitia namba hii hapa. Lakini kama hutajali pia unaweza ukanipatia namba yako, ili utakaponitafuta niweze kujua tulikutana wapi na niwe nimesave namba yako. Kwa hiyo kama hutajali nipatie namba yako, lakini hichi kipeperushi na kuachia wewe utakipitia. Kinaweza kisikusaidie leo, kikakusaidia kesho, au kikamsaidia rafiki yako au ndugu yako yoyote. Kwa hiyo utakipitia vizuri, zeni penye swali lolote utaniuliza. Kwa hiyo hivyo ndo ambavyo unaweza ukafanya katika kugawa vipeperushi. Usigawe kwa mtu ovyo ovyo, wala usimpakazie mtu. Ukiona mtu amelinga au ameonyesha hali ya kukataa, usimlazimishe, kwa sababu hatokisoma atakitupa. Sasa unachotakiwa wewe, hakikisha unampa mtu ambaye yuko serious. Lakini pia jambo lingine, angalia umri, ni kitu cha muhimu sana. Mtu mzima mara nyingi anataka afya yake, yani wanakuwa na wasiwasi wa kuumwa mara kwa mara, kwa sababu kinga za mwili zinakuwa zinashuka na wanapata maambukizi ya mara kwa mara. Kwa hiyo wanahitaji sana bidhaa. Mtu wa hivyo mshirikishe kuhusu bidhaa, lakini wengine washirikishe kuhusu biashara. Hichi kipeperushi kitumie vizuri, kitakusaidia. Ukimuuzia mtu yote, akishata kama yuko mkoani, yuko nje ya nchi, weka na vipeperushi mle ndani, huko vitakusaidia kutengeneza soko na kuhakikisha unapata wateja wengi zaidi. So na imani hii itakusaidia kama utaweza kuifanyia kazi, kwa sababu mimi binafsi nimekuwa nikiifanya na imekuwa ikinisaidia sana kupata wateja wengi. Unakuta nimemhudumia mtu matatizo ya bawasiri, lakini baadaye anakuja tena na changamoto nyingine, nimependa bidhaa fulani, nimependa bidhaa fulani. Kwa wengi wanakuwa wananunua pia kwa njia hiyo. Kwa unatengeneza wateja ambao ni endelevu. Kwa tumia njia, itakusaidia sana. So take care, peace.